hakuna mambo ya mchezo hapo. Ameandika speech na amesoma. Kabisa hapo. Pongezi mama. Hataki mambo ichanganyike. Hapana, akasoma speech yake mzuri. Nimesikiza kwa makini speech yako mama. Na umesema maneno mawili ya muhimu. Umesema namba moja, unataka basi ya wamama wa sehemu hii waweze kusukuma naye Injili. Nitatumana milioni 5 mnunue hiyo basi. Huyo mama ni mama mzuri. Alafu pia amesema iko maneno ya Christmas inakuja. Sasa mimi nauliza, ni mimi ndio natoa Christmas ama nyinyi ndio mngenipatia Christmas? Nani anapatia mwingine? Mimi ndio nimekujia Christmas. Ama namna gani? Ati Christmas yangu nikujie baadaye. Mimi ndio nipange yenu. Haya, nitapangana na mama Gitau basi. Tuone vile Christmas hiyo itapangana na hawa viongozi walio hapa. Na kuna mrembo ameongea pale anaitwa Pauline Waithera nafikiri. Ameongea kwa niaba ya vijana. Na mimi nakubaliana na yeye kabisa ya kwamba vijana lazima tuwashughulikie. Amesema ya kwamba tuongeze pesa ile ya Nyota. Mimi nataka nimwambie Waithera ya kwamba rollout ya Nyota inaanza from next week ya sehemu hii. Tuko na pesa tayari bilioni 5 ya kupanga nao vijana hawa waweze kufanya biashara. Sawa. Na vijana tayari have been identified. Kuna vijana wamekuwa identified wale wa kufanya biashara ndogo ndogo. Tumesema kila kijana mwenye ako na biashara yake ndogo tutampatia shilingi 50,000 aendeleze biashara yake, ndio tujue mahali tutakutana pale mbele. Na hiyo camp ambayo mnakuja, tatafuta kijana mmoja hapa ni mtume akuje hapo ndio muweze kuendelea na hiyo maneno. Si nasikia Kororia ni elder wa kanisa. Sasa wewe Kororia utakujia shilingi milioni 2 upatie hawa vijana waendelee na kazi hiyo. So otherwise watu wa Kiambu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka tu niwahakikishie. Kesho Jumatatu, mulisikia mimi nikitangaza juzi. Kesho Jumatatu tuko na baraza la mawaziri na itafanya kazi mbili ya muhimu. Kesho ndio tunaanza rasmi ile safari niliwaambia ya kubadilisha hii Kenya itoke third world iende first world. Inaanza kesho. Kesho tunapitisha hazina maalum ya National Infrastructure Fund ambaye tutatumia kuokota pesa shilingi trilioni 5 ya kubadilisha hii nchi. And we are not joking. My friends, hii nchi hii lazima ibadilike. By all means possible. Ninyi mnanielewa? Tumechelewa kubadilisha Kenya. Tumechelewa kufukuza umaskini. Tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Ama mnasemaje jameni? Ama mnataka tu tuendelee kuongea siasa ya ukabila na chuki na mambo ya kupotezana wakati? Sisi tubadilishe Kenya. Na Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Kenya inabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na hivyo ndio tunataka tuendelee. Ama namna gani? Na hiyo kazi yote mimi ninafanya sio kwa sababu mimi natafuta kura. Mimi nimepita kiwango ya kutafuta kura. Mimi nataka kubadilisha Kenya. That is my mission. Mimi mnanielewa? Yes. Kwa sababu kama ni kura, si mnilipigia 2022. Ama namna gani? Si hiyo kura mlinipigia inatosha niwafanyie hii kazi? Yes, so watu wasisumbuke na mambo ya kura. Kura itakuja baadaye na Mungu ndiye ataamua. Na hao wananchi ndio kusema. Na kila mtu apimwe kwa hii kura na kazi yake. Mtu ya kungevya na makelele na matuzi na manini na nini apelekwe nyumbani mbio mbio. Ama mnasemaje watu wa Kiambu?
si ndio? Si ndio? Kila mtu apimwe na kazi yake. Mimi nataka nipimwe na kazi yangu, wananchi ndio wataamua, si ndio? Lakini siasa hii ingine hii mimi najua. Otherwise watu wa Kiambu, mimi nawashukuru sana, mimi nawapenda sana, mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu na kwa